kwamba sisi ukuja kwa kanisa kushukuru, kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu hatungekuwa pahali tuko. Ya pili, mimi nataka niombe uongozi wa kanisa uwaombee wewe na rais wetu William Ruto, because I don't think there have been leaders ambaye wamewahi kupewa nchi in a tattered state and in a very difficult time kama nyinyi wawili na ile changamoto mnapitia sahi. As we speak today, I can't recall a president who for every 100 shilling ambaye inaokotwa kwa ushuru, more than 75% inaenda kwa kulipa deni. Unabakia na 25% ulipe walimu, upepe pesa kwa counties, ufanye maendeleo. Na ndio hii ukijaribu kuweka ushuru kidogo unasikia vile kelele inatoka kwa mtu yote wa kawaida. So I know you need a lot of prayers and grace, but we are praying for you and we know that the promises that we made to the people, kwamba tutainua wale ambao wako chini hadi maisha yao iwe afadhali, Mwenyezi Mungu atawapatia mawazo mazuri ili maneno yao hayo yaweze kutumia. Me, I know it is possible. I have a strong belief deep down that even despite the difficulties and the challenges that you are going through as a country, that between you and the president, you have the necessary experience, God has given you the wisdom and the strength, and you will take Kenya to the next level. Hiyo, I have no doubt about it. And I urge wananchi that we keep our faith in our leaders. Unajua ukisikiza vizuri hii kelele ambaye iko hapa nje, mara mingi wengi wa wale wanaongea na kusema maneno mengi are those who in the first place they never believed in us. Kwa hivyo sasa wanaona ni kama wamepata opportunity ya kuambia watu, si tuliwaambia. Mnaona sasa vile inaiko surely. Baada ya miezi 8 hata mtoto anaweza zaliwa leo na atembee kesho. Si kuna process ya vile unaenda. Na unajua baada ya viongozi wetu kuchaguliwa kumekuwa na challenges, kulikuwa na kiangazi ambaye hajaonekana karibu miaka 40. Mimi nasikia wanatuambia ati harakisheni bei ya chakula ishuke chini. Ni kweli tunangangana, mumepeana mbolea, lakini mbolea imewekwa na mahindi inamea. Hasa unless wawapatie basketi ya kuvuruta mahindi ikuje juu hivi mara moja, hakuna njia nyingine ya kufanya. Ni hiyo ambaye nyinyi mmefanya siku ya leo. Kwa hivyo nyinyi keep your eyes on the prize, liberating our people economically. That is what we promise, kwamba kila mtu aweze kuwa na pesa katika mfuko yake, and I know that one can be achieved. Sitaki kusema mengi zaidi ya hapo, Your Excellency, because I know that we have been here for so long. In fact, tutaomba msamaha kidogo kwa kanisa, because much as it is a celebration, we have actually, as a political class,